Tu Mungu wa milele, Baba, ninakushukuru kwa ajili ya sana majira kama haya. Asante kwa ajili ya safari hii na mfungo ambao tumeuanza, na sasa tukiwa ukingoni Bwana wa kumalizia kabisa mfungo huu. Baba, tunapoumaliza mwezi wa 7 mwaka 2026 na kuingia mwezi mwingine mpya, mwezi wa 8 mwaka 2026. Mungu, kiwa ni nyakati za mwisho sana, niko mbele zako sana majira kama haya. Ninakushukuru kwa ajili ya wema wako juu ya maisha yetu. Ninakushukuru kwa ajili ya safari ya mfungo tulioendelea nao. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja. Mungu Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, fanya ibada hizi si kwa sababu ya maonyesho, bali iko sauti, iko shauku ya sisi kutamani kuthibitishia ulimwengu na dunia kwa ujumla ifahamu ya kwamba uko Mungu unayeratibu maisha ya mwanadamu. Iwe iwavyo, tunajua hatuna tunachoweza kusema kwa wanadamu tukaeleweka kwa lugha nyepesi. Zaidi Mungu, wewe ndiye mwenye kujua ni namna gani ya kumfikia mwanadamu. Sisi ni wale tuliopata neema kwako, hata tukaisikia na kuitii sauti yako. Hatujafika tulipotakiwa kufika, lakini kufunga kwetu, kuomba kwetu ni moja kati ya uhitaji wetu, kutaka kuonekana katika namna ambayo ulitazamia kwa mwanadamu kuwa. Ni kweli maswali ni mengi juu ya maisha yetu. Ni kweli ziaka ni nyingi katika kizazi hiki. Ziko namna nyingi ambazo ulimwengu na dunia yaweza kufikiri tofauti sana. Lakini bado sisi tutabaki tukitaja jina lako, tukisubiri wokovu wako, tukitaka msaada wako. Ni dhahiri kwamba si kila wakati utafanya vile tunavyotaka, lakini hii haitotunyamazisha sisi tusiweko mbele zako, tusiinue vinywa vyetu na kutaja jina lako. Mungu, sisi tutatembea, tutaongea, tutaenenda ulimwenguni kote tukilitaja jina lako, ikiwa ndio jina pekee lenye ukombozi wa maisha ya mwanadamu. Tunafahamu kwamba fahari ya mtu, fahari ya mwanadamu haipo katika harakati za vitu anavyovihangaikia. Ni kweli sauti ni nyingi zenye kutuongelesha juu ya umuhimu wa mali na fedha. Sauti zinazotuambia kwamba kwa kutokuwa na mali, kutokuwa na fedha, tutaendelea kupauka sana. Ni nyingi sana. Lakini tukiangalia baba zetu tunaowasoma kwenye Biblia takatifu, thamani yao, fahari yao haikutokana na vitu vya maisha haya. Tunaona namna nyingi za wao kuendelea mbele ni kwa sababu ya vile walivyonyenyekea kwako Mungu, walivyoutaka msaada wako, walivyohitaji sana hekima yako itawale maisha yao. Ndipo Bwana walipotokeza
vitu vingi ambavyo sasa vimekuwa gumzo kwenye kizazi na dunia. Vizazi na vizazi tutaendelea kusema, tunaendelea kutaja sifa na ukuu wako kwa kuyatazama na kuyasoma maisha ya baba zetu. Mungu, tunaamini kabisa kwamba ulimwengu haukuishia kwa baba zetu. Dunia imeendelea kusonga mbele. Dunia imeendelea kusogea sana, mpaka kimekuja kizazi chetu. Nasi tuko mbele zako tena. Nami niko mbele zako. Ninajua fika ya kwamba uko wakati ambao nenenda kinyume. Uko wakati ambao natenda kinyume. Lakini Bwana, kuweko kwangu mbele zako ni kujua fika ya kwamba mimi bado sijawa chochote, ila natafuta kusonga mbele ili nitokeze kusudi lako la milele. Mungu, ninaomba funga yetu, maombi yetu, dua zetu ni sisi kutokeza kusudi lako duniani. Kila hatua na kila namna tunavyoendelea nazo katika ibada zetu, si kwa namna ya kutafuta misimamo ya kwamba sisi ndio tunaojua kuomba sana kuliko wengine, sisi ndio tunaojua kuabudu vizuri kuliko wengine. Hapana, lengo letu ni kuifunua picha yako Kristo, ambao itaka izaliwe kwa mwanadamu. Mungu, ni kweli kushika kweli yako imekuwa ni hatari sana. Kusimama mbele za watu wako na kunena maneno yako imekuwa ni hatari kuliko kufanya biashara haramu. Lakini Baba, njia ndio imepita hapo, nasi hatuna budi kuipita. Nafahamu iko sauti ameitumia sana baba yangu, mlezi wangu, akitamani ulimwengu ukujue, akitamani ulimwengu ufahamu, akitamani ulimwengu ujue ya kwamba uko Mungu, ya kwamba iko njia ambayo mwanadamu alitakiwa kuendelea nayo, ambayo mwanadamu ilimpaswa kuendelea nayo kwalo. Metumia kila sauti na kila lugha, lakini ni kwa sababu huwa maneno yaliyojaa ukweli huwa yanachoma mioyo ya walio wengi. Baba, kwa maana hiyo ametafsiriwa kwa tafsiri nyingi zisizofaa. Wengi wamemwita akishindana na mamlaka, wengine wamemtafsiri kama anajifanya kama ni mtu wa kiroho, wengine wametafsiri anajitia mjuaji. Lakini yote kwa yote ni katika harakati za kutamani kufunua kusudi lako la milele ulimwenguni. Ni kutamani kuifunua picha yako, ni kutamani kulifunua kusudi lako. Ni kweli hata sisi hatujafika pengine viwango vya namna alivyopita au alivyopita baba zetu, lakini Baba, kuweko kwetu mbele zako na kuabudu kwetu, tunatamani kuifunua picha yako Kristo. Tumetamani kulifunua kusudi lako Kristo. Mungu, uishie na kutawala Bwana. Tazama, hatuna namna nyingine iliyo njema. Hatuna wakati mwingine tena wa kuweza kuendelea kukumbatia dhambi wala kuipaka mafuta dhambi. Mwokozi, Mungu wa neema, hatuna muda tena wa kuendelea kusema kinyume na ukweli vile ulivyo. Nafahamu, tunafahamu hatari inayomkumba mwanadamu juu ya kusimama na kweli yako.
Lakini tunajua pia kwamba ndugu zetu, baba zetu tunaowasoma katika Biblia ni kwamba nyakati nyingi ngumu ziliwakuta, si kwa sababu walikwenda kinyume na taratibu zako, walienda kinyume na taratibu zako, walienda kinyume na utaratibu wako. Hapana, bali ni kwa sababu walisimama na kweli yako, walitembea na kweli yako, waliamua kunena kweli yako pasipo kuangalia hatari zitakazowakuta. Nasi tunapowasoma hayo, tunajifunza kwao na kutamani ile roho ilionekana kwao izaliwe tena ndani ya mioyo yetu, izaliwe tena ndani ya fahamu zetu. Pamoja na hatari zote, tunajua ya kwamba sote ulimwenguni tunapita. Hakuna aliyekuja kaishi milele. Sisi sote ulimwenguni tu wapitaji, kwa namna yoyote, kwa hali yoyote, kwa hatari yoyote naweza kuinuka kwenye maisha yetu. Mungu, tunajua, tunafahamu ya kwamba bado kusudi lako, uweza wako, nguvu zako havitanyamazishwa na vitisho na hatari zinazoweza kuinuka juu ya maisha ya mtu. Laiti ingekuwa ni rahisi kwa kiwango hicho, mitume, kanisa lako lilipokuwa likipita kwenye wakati mgumu, lilipokuwa likipita kwenye ziki ile ya kanisa, watu walikuwa wakiuawa, watu walikuwa wakipigwa mawe, watu walikuwa wakichinjwa zalani, wengine walikuwa wakipigwa mawe, wengine walikuwa wakichunwa ngozi wangali hai. Ilikuwa ni kipindi ambacho kilitosha kabisa kuwatisha wanadamu na kuacha kusema habari zako. Lakini nashangaa kuona maandiko yanasema kadri mitume walipokuwa wakiteswa, ndipo kanisa lako lilizidi kuimarika zaidi. Of course, tunafahamu ya kwamba hakuna mwanadamu awaye yeyote ulimwenguni kote awezaye kuinyamazisha na kuizima kweli yako, iwe kwa namna yoyote ile. Kweli yako haitozima, kweli yako itazidi kutembea hata kwa mauti ya mtu, bado kweli yako itazidi kuthibitika. Nami ni miongoni mwa watu ambao nimekusudia kutembea katika kweli yako. Ni kweli kwa akili zangu siwezi, lakini Baba, niko mbele zako. Nahitaji msaada wako, nahitaji nguvu zako, nahitaji uwezesho wako, ule Bwana uliowezesha watu wako hata wakawa na namna nyingi iliyo njema mbele zako. Mungu wa milele, Mungu uishie na kutawala. Tunajua kuweza kwetu na kushinda kwetu ni juu yako mwenyewe Bwana. Tunaamini kabisa ziko nyakati tutatamani ufanye katika uelekeo wa namna fulani, lakini Bwana, kunyamaza kwako hii haitotufanya sisi tuzofike, tuanguke mioyo ya kwamba huenda tunachokifanya ni cha kwetu. Tutaendelea na wewe Mungu hata katika nyakati ambazo vingi tulivyovitaka hatujavipata, vingi tulivyovihitaji havijaonekana. Bado tutaendelea kunyenyekea kwako, tuendelea kuutaka msaada wako. Kwanza hata nyakati za baba zetu, ziko nyakati nyingi ambazo walikuja ukujibu sawasawa na walivyokutaka, ukujibu kwa wakati waliokuhitaji. Ziko nyakati ambazo walikata tamaa, waliona hakuna namna tena, hakuna msaada tena. Ndiko Mungu kwa mbali ulionekana, ukikumbuka kwamba mimi ni Mungu ambaye nilikuweko tungali mko katika nyakati zile ngumu, bado mimi nilikuwa pamoja nanyi. Lakini nasi Bwana tunajifunza hayo yote ya kwamba ziweko nyakati ambazo Bwana tutambue ya kwamba tutapita katika kipindi cha ziki kubwa, tutapita katika vipindi vigumu, tutapita katika vipindi ambavyo vina maswali mengi. Ni kweli hata sasa kwa kipande tumeona, ni kweli hata sasa kwa kipande tumevionja, ni kweli hata sasa
sasa kwa kipande tunaviishi, lakini Mwokozi bado hatutoacha kusema habari zako, kuacha tumaini lako la milele liendelee kudhihirika na kuonekana kwenye maisha yetu. Mungu wangu na Baba yangu, naomba utusaidie sana. Kanisa lako ni kanisa ambalo Bwana tumekusudia kuifunua picha yako, tumekusudia kutembea katika njia zako, tumekusudia kuonyesha kile ambacho Mungu ulitaka kizaliwe kwa mwanadamu. Mungu ulitaka kiwe kwenye maisha ya mtu. Kile tu Bwana ndicho tunachopambania, ndicho tunachokihitaji kitokee kwa maisha yetu, kwa vizazi vyetu. Baba, tunaomba utusaidie. Mungu, tunaomba utushike katika hali yoyote, katika namna yoyote. Mungu wa milele, Baba wa milele, tunaomba utufunike, tunaomba utushike, tunaomba utuongoze. Mungu, tunaomba nena na mioyo yetu, sema na mioyo yetu. Lakini sana ninaamini iko mbegu ulioipanda ndani ya mwanadamu, iko mbegu ulioipanda kwa mwanadamu ambayo itaka izaliwe kwa maisha ya mtu huyo. Lakini Baba, mbegu hiyo imekuwa ikigalagala chini, imekuwa ikichezewa. Lakini Bukozi, katika maombi haya ninaomba lile kusudi lako juu ya maisha ya mwanadamu likaibuke kwenye maisha ya mtu yule, likaibuke kwenye maisha ya kijana yule, likaibuke kwenye maisha ya baba yule, likaibuke kwenye maisha ya watu wale. Mungu wa milele, ninaomba Mwokozi, ninaomba Mfalme, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu zote, ninaomba Baba, ninaomba Yesu, ninaomba Mwokozi, nisaidie Mwokozi wangu na Mungu wangu, nisaidie Mfalme, nisaidie Baba kuonekana katika uelekeo wako, kuonekana katika njia zako, kuonekana katika utukufu wako. Ndio Bwana, ndio. Kuna nyakati kweli tunajikwaa kwa mengi, kuna nyakati kweli tunajikuta tumetoka nje ya mipaka yako, lakini bado nia yetu sio kukukwaza, nia yetu sio kutoka kwako, nia yetu sio kukwaza watu. Hapana, bado ni katika harakati za kulitengeneza na kulitegemeza lile kusudi lako la milele uliolitaka lizaliwe kwa mwanadamu. Ndiyo nia kuu ambao Bwana inatufanya wakati mwingine tujikwae hata kupotelea kule. Lakini Mwokozi, tunaomba ile sauti yako iwezayo kuturejesha kwenye njia yako iliyo kweli. Mungu, tunaomba Mwokozi Baba, sema na mioyo yetu mara tulipojikwaa, tupate kujua ni kwamba hapa tumetoka nje ya mipaka yako. Na kusihi na kuomba, Mungu wangu na Baba yangu, achiria uweza na nguvu zako juu ya maisha ya mwanadamu, maana kweli sasa tuko katika nyakati ambazo uelewa uko mbali sana na kusudi lako la milele. Kila mmoja amebaki akiamini anachokiamini, kila mmoja amebaki na mitazamo yake, lakini ukweli ni kwamba kusudi lako tumezidi kuliacha siku hata siku. Mungu wa milele, Mungu uishe na kutawala, ninaomba nguvu na uweza wako, uwepo wako wa milele Bwana, uweza wako wa milele Mwokozi. Naomba uwe pamoja na kanisa lako hata sasa, na kusihi linde mjoli wako kutoka pale alipo Bwana. Najua Mwokozi bado nia yake ni njema, bado kusudi lake ni njema. Ni kweli jamii, ulimwengu, serikali na mamlaka vyaweza kumtafsiri vibaya, vyaweza kumtafsiri vyovyote vile kinyume, lakini Mungu ninaomba, achiria sauti yako, achiria uweza wako, achiria nguvu zako, achiria namna yako. Mungu ikaone, ikaseme na kila mmoja ndani ya taifa hili ya kwamba Bwana, iko sauti yako ndani ya taifa la Tanzania. Iko kusudi lako, uko mkono wako, uko uweza wako ndani ya taifa hili Bwana. Naomba Mwokozi, Mungu wa neema na rehema, ninaomba sana juu ya taifa langu Tanzania, juu ya nchi yangu Tanzania. Afahamu vilio ni vingi sasa, namna nyingi Bwana zimeinuka leo hii. Hata waliotakiwa kusimama na kweli yako hawana ujasiri wa kusema ubaya na namna zote zilizo kinyume
na makusudi yako, ni kwa sababu ya vitisho na namna ambazo zimeinuka ndani ya taifa, ndani ya Tanzania. Mwokozi, Mungu wa neema na rehema, ninaomba Baba, sema na watu wako, sema na nchi yako, sema na viongozi wako, sema na taifa hili. Bwana Mungu Mwokozi, Mungu wa neema na rehema, ninaomba mkumbuke mjoli wako Mbarikiwa Mwakipesile, kumbuke mama yetu Salome Mwampeta, wakumbuke pale walipo. Mungu, ninaomba mkono wako usiwaache, mkono wako zidi kuwatamia, lakini sana Bwana, endelea kuweka hekima na namna iliyo njema ndani yao, pate neema ya kufanua kusudi waliolibeba na nia walioibeba, kwa kadri ambayo tu Bwana uonavyo vyema wewe. Ni kweli wakati mwingine tunashindwa kulaumu moja kwa moja, ni kwa sababu ya fahamu zetu kupigwa, ni kwa sababu ya fahamu zetu kuwa mbali, ni kwa sababu ya namna zetu kuwa mbali na kinyume na mambo mengi. Huwa tunachukuliana na kutafsiri vibaya ya kwamba ni kama kusema habari fulani ni kuchochea mambo. Ni kwa sababu pia inatambulika kwamba kusema au kumsema mtu muovu ni kama wewe unachochea shida badala ya kuondoa shida. Wengine utamani kusikia kwamba ingetumika lugha fulani ambayo ingekuwa ni ya baraka. Lakini Baba, tusikilize nani? Je, ni vyema kuwasikiliza wanadamu ama sauti yako? Tunaamini kabisa kwamba mjoli wako, mtu wako, naponena maneno yako ni kwa sababu ya ile sauti yako uliyoiweka ndani yake, ndiyo inawasilisha maneno hayo juu ya taifa lako. Ni kweli wakati mwingine si lugha zenye kufariji, ni kweli wakati mwingine si lugha zenye kutia moyo, lakini Baba, njia ndio imepita hapo. Hakuna namna zaidi ya hiyo inayoonekana hapo. Mwokozi, Mungu wa neema, tupe tu kuelewa wanadamu. Tunafahamu ya kwamba kukosea ni jambo jepesi sana, lakini mwanadamu kukanywa juu habari ya kosa aliyolikosea, Bwana, si habari ambazo zinatia moyo, si habari ambazo zinafariji, si nyakati ambazo unatamani kuzisikia. Wakati unaporekebishwa na kupangwa juu ya kosa lako, huwa ni nyakati ambazo ni ngumu, ni nyakati ambazo kila mmoja utafsiri vibaya juu ya mtu anayekosoa ubaya wake. Lakini Mwokozi, tunaomba Mungu wa neema, Mungu wa rehema, wewe ndio uliyesema yule adumuye kutenda dhambi keme mbele za wote, ili na wengine waogope. Lakini Bwana, leo hii imekuwa ni ngumu sana wanadamu au watumishi wako kuwa na ujasiri wa kukemea dhambi hadharani. Ni kwa sababu ya ulimwengu unavyopokea, ulimwengu unavyotafsiri juu ya makemeo yako. Lakini Baba, je, tusikilize yepi? Kweli kwamba ndo kuna usalama kutosema habari hizo? Hapana. Wakati mwingine tunafika mahala tunanyamaza kwa muda mrefu, tunanyamaza, tunakuwa na namna nyingi za kunyamaza kimya, lakini kweli yako ulioipanda ndani yetu inaendelea kupiga kelele ya kwamba, mwanangu, utanyamaza hata lini? Utanyamaza hata lini? Je, hiyo ndo salama yako kweli? Tunaona hapana. Hata katika nyakati ambazo inatubidi kuhatarisha maisha yetu kwa namna yoyote ile, inatubidi tuseme ukweli tunaojua kuhusu wewe Mwokozi, ukweli unaojulikana kuhusu wewe Mungu, hata kwa kuondoa maisha yetu, hata kwa kuyatoa maisha yetu, hata kwa kutoa uhai wetu kwa namna yoyote ile. Maandiko yanasema ni heri mmoja afe kwa ajili ya wengi. Ni kweli, wako watu walipotea, wako watu walipoteza maisha, wako watu waliangamia. Wakati mwingine Bwana, wako watu wanatolewa kafara kwa namna ambazo havikustahili, ili tu wengine wapate kuwa salama. Lakini yote haya ndiyo Mungu uliyeachiria na uliruhusu, ikiwa ni sehemu pia ya kumfunulia mwanadamu au jue ubaya na upana wake ubaya. Lakini haina salama kwa yule anayetumika kuzilisha ubaya huo, kwamba kwa sababu ametumika kama fundisho basi ndo salama. Hapana. Bado Bwana, kila mmoja ulipwa sawa sawa na matendo ya maisha yake. Mwokozi, Mungu wa neema na rehema, tunaomba Baba, tunaomba Mwokozi, tusaidie Mwokozi, hata katika safari ya mfungo huu. Bwana, tunaomba Mwokozi, tunapokwenda kuhitimisha
Tutakapokuwa tunahitimisha mfungo huu, Mwokozi, tunaomba hatua nyingine izaliwe ndani yetu, hatua nyingine izaliwe ndani ya taifa la Tanzania, hatua nyingine izaliwe kwa kanisa lako, hatua nyingine izaliwe kwa watu wako. Ninafahamu kwamba bado viko kelele nyingi na sauti nyingi ambazo huinuka kusema na mwanadamu. Hata tunapokuwa kwenye maombi ya namna hii, ziko sauti zinazosema kwamba hakuna lolote, bado pale hamwezi mkabadili chochote. Ni kweli, hata kama hatutobadili chochote kwa sana majira kama haya, lakini bado wewe ni Mungu ambaye huna haraka na chochote. Mambo yako ufanya kwa wakati uliokusudia, lakini ufanyi kwa sababu tu ulitaka kufanya. Ufanya ni kwa sababu pia umeona mioyo ya watu wako ilivyonyenyekea na kuvumilia. Ziko nyakati ambazo watu fulani walipopita kwenye mateso, wakaona njaa imewakumba, hawaelewi itakuwaje, nini hatima yetu. Hapa tunakwenda kufa kwa njaa. Ni heri basi twende hata kwa maadui zetu, ili angalau tukaangalie huko. Kama tutakufa, wenda tukaonewa hata huruma, tukapewa hata chakula tukala, lakini wakati huo wakiwa wametupa chakula, kulikoni tukabaki hapa. Maana tukibaki tutakufa, bado tukienda huko pia tutakufa. Lakini ni heri tuende huko. Mungu ulinua katika maamuzi yale, ulinua ushujaa mkubwa na kishindo kikubwa ambacho kiliwafanya adui zao waone kishindo kikubwa juu yao, nao waliokolewa kwa namna ambao hawakuizania. Mpaka leo tunanena habari za kishindo cha wakoma, mpaka leo tunaendelea kutolea mifano juu habari ya kishindo hicho. Ni kwa sababu mapenzi yako na njia zako hazichunguziki. Ni kweli ziko nyakati ambazo wanadamu hatuna majibu, wanadamu hatuoni dalili za Mungu kuongea, wanadamu hatuoni nyakati zozote za Mungu kufanya jambo lolote juu ya maisha yetu, lakini bado tutabaki kwako, lakini bado tutabaki tukilitaja jina lako, lakini bado tutabaki tukiusubiri wokovu wako. Maana tunajua njia imepita kwako, njia imepita hapo tu. Hatuna namna nyingine Bwana ambayo tunaweza tukaendelea nayo kwa maisha yetu kwa namna yoyote ile. Bwana, tutabaki kwako, tutabaki tukiusubiri wokovu wako wa milele na uweza wako wa milele. Mungu wa milele, Mungu muumba mbingu na nchi, ninaomba tusaidie watu wako. Naomba nisaidie, naomba tusaidie, naomba tuwezeshe Baba, ikiweko namna yoyote, ikiweko namna yoyote, ikiweko namna yoyote ya sisi kuonyesha kusudi lako la milele, sisi kuifunua picha yako. Mwokozi, tunaomba hiyo sauti, tunaomba huyo uweza, tunaomba hiyo hali itokeze na ikaeleweke kwa kila mmoja mmoja, apate kujua ya kwamba uko Mungu ambaye Bwana ulikuwa pamoja nasi tangia huko tukiwa atueleweki. Mwokozi, Mungu wa milele, tunaomba Baba tusaidie, tunaomba Yesu tusaidie, tunaomba Mwokozi tusaidie. Mungu Mwokozi wa milele, ninaomba Baba, ninaomba Yesu, ninaomba Mfalme, uwepo wako, uweza wako uwe pamoja na kanisa lako. Hata sasa Bwana, tumeendelea sana kusubiri wokovu wako wa milele. Hata sasa tunaendelea ni kwa sababu tunajua tuna msaada mwingine, tunajua tuna njia nyingine, najua tuna uelekeo mwingine. Ni kwamba Baba, pamoja na namna nyingi za sisi kuwa na maswali mengi, bado tunabaki kwako tukiungoja ule wokovu wako na msaada wako wa milele. Ninaomba Mwokozi wa milele, ninaomba Mungu, achiria Roho wako apate kutuongoza, apate kutufunua, apate kutufundisha, apate kusema na maisha yetu, ikiweko namna, ikiweko sababu yoyote ambao nasi Bwana tumejikwaa kwako. Mungu, sema na mioyo yetu, sema na maisha yetu, nasi tubadili njia hiyo, tubadili uelekeo huo. Maana tunaamini tupo duniani, yako mengi tunaendelea nayo. Maana maandiko yanasema iko njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu, lakini kumbe mwisho wake ni mauti. Ni kweli ziko nyakati twaweza kuona tunamopita ni sahihi, lakini kumbe tumechochola, lakini kumbe tumetoka nje ya mipaka yako, lakini
lakini Baba, niko mbele zako mchana huwa leo sana majira haya. Ninaomba Baba, ikiweko namna yoyote ambayo nimetoka kwako, naomba sema na maisha yangu, sema na maisha yetu, sema na kanisa lako Baba. Tunaomba tuonyeshe tupite wapi, tuonyeshe uelekeo, tuonyeshe njia, tuonyeshe namna iliyo njema mbele zako na mbele za watu wako. Mungu tunaomba Baba, ninaomba Yesu, ninaomba Mwokozi, nijaze uweza, akili, ufahamu, nguvu, mamlaka. Mwokozi, ninaomba vizaliwe ndani yangu. Ninaomba Mwokozi, ninaomba Mungu, ninaomba Baba, ninaomba Yesu Kristu uliyejaa tumaini, Kristu uliye matumaini yetu. Ninaomba Baba, ninaomba Mwokozi, ninaomba Mfalme, ninaomba Baba Mwokozi wa milele, Mungu wa milele. Naomba Baba, ninaomba Yesu, tusaidie watu wako, tusaidie kanisa lako, tusaidie watu wako. Ni kweli tunapotea kwa mengi, ni kweli tuko mbali na wewe kwa mengi, lakini bado hatuna mahala pengine tunapoweza kufanya upatanisho, tunapoweza kufanya suluhisho, tunapoweza kupata suluhisho zaidi ya kurejea kwako Mwokozi. Ni kweli Mwokozi, ni kweli ziko namna nyingi ambazo wenda hata katika kuomba kwangu, wenda hata katika maombi yangu zikawa ni kelele, ikawa ni machukizo, lakini iweko sauti yako, iweko rejicho lako la huruma, kwa maana sifanyi haya kwa lengo la kutaka kujifurahisha, bali iko hatua ninayotamani kuiona inazaliwa ndani yangu. Hata kufunga kwetu si kwa lengo la kutaka kuonyesha ya kwamba sisi ndio wenye misimamo ya imani, ya kwamba sisi ndio tunaojua kufunga kuliko makanisa mengine. Hapana, bali ni ile hali Bwana ya kuonyesha kwamba Bwana, sisi si chochote mbele zako. Ona hata tunapoamua kuitabisha miili yetu hii, ona hata tunapoamua kutabisha mioyo yetu hii, hata tunapoamua kutabisha fahamu zetu, ni ili tu Bwana tukutane na ule msaada wako, tukutane na ile huruma yako, tukutane na ile namna yako milele ambayo Bwana ilionekana kwa watu wako. Mungu, ninaposoma Biblia ninasoma habari za Daudi, ninasoma habari za Ibrahimu, ninasoma habari za Ayubu, ninasoma habari za watumishi mbalimbali. Wale wote ni watu ambao walidhaliwa na mwanamke kama nilivyozaliwa mimi, ambao walidhaliwa na baba kama nilivyozaliwa mimi. Bado Bwana, si kwamba waliweza yote kwa sababu walikuwa na akili nyingi sana. Hapana, uko uweza na nguvu ambavyo Baba uliviachilia kwao, ambavyo Mungu uliviachilia juu ya maisha yao, ambavyo Bwana iko mtazamo, iko wazo ambalo Bwana ulilijaza ndani ya fahamu zao, nalo lile likaonekana kuwa ndo wajibu wao katika kuishi kwao kwa maisha yao. Nao ndipo walipoonekana sana wakikwenenda wewe, wakikupendeza wewe katika namna mbalimbali ambazo leo sisi tunajifunza kwao. Hivyo Baba, ninaposoma watu hao naanza kujichunguza mimi. Je, mimi ni nani? Je, mimi ni nini kinachoweza kunitenga na sifa hizo? Kwa maana bado Bwana, kuweza kwangu si kwa sababu nina akili, kushinda kwangu si kwa sababu ninaweza, bali ni kwa sababu ya ule usubutu wangu ndogo. Mungu, ninaomba ile nguvu ulioachilia kwa watu wako Bwana, na iwe juu ya maisha yangu, iwe juu ya maisha yetu, iwe juu ya kanisa lako. Hata sasa Baba, tuweze kutokeza lile kusudi lako la milele, tuweze kutokeza ile picha ya baba zetu ambao leo hii tunawasoma kwayo. Mungu ninaomba, Baba ninaomba, ninajua kweli iko nyakati nimesikia kwa watu wakisema hatuwezi kuwa kama wale kwa sababu wenzetu walikuwa ni wanyenyekevu. Lakini nikichunguza nyuma, unyenyekevu waliutoa wapi? Naona waliutoa kwako, naona kila kitu kilitoka kwako. Ikiwa kama Bwana ni unyenyekevu ambao ulitoka kwako, nami nitanyenyekea kwa namna ile ile, nami nitarejea kwako, nami niko kwako, nami niko mbele zako. Ninaomba ile roho uliyoiachilia kwa baba zangu
yangu, na iwe juu ya maisha yangu, na iwe juu ya fahamu zangu, na iwe juu ya maisha yangu. Ninaomba Mwokozi wa neema, ninaomba Mungu wa neema, ninaomba Baba wa neema, ninaomba Mwokozi wa rehema, ninaomba Mungu mweza wa yote. Naomba Baba, achiria kila hali, kila namna. Naomba Mwokozi, achiria nguvu na uweza, mamlaka yako milele izaliwe ndani yangu Mwokozi, maana ninajua kuweza kwa mwanadamu si kwa akili zake, bali ni kwa msaada wako. Nami kwa msaada wako ninaamini ninayaweza yote, kama maandiko katika kitabu cha Paulo, vitabu vya Paulo, nyaraka za Paulo, anasema ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Nami ninaamini kuweza kwangu ni katika wewe. Hivyo nakusihi na kuomba, Mwokozi, ninaomba Baba uniwezeshe, ninaomba Mungu unijaze, naomba Baba unipe uweza, naomba Mungu unipe uelewa, naomba Baba uniwezeshe kwenenda na kutembea katika njia zako na mamlaka yako. Mwokozi wangu na Mungu wangu, ninaomba Baba wa milele, ninaomba Mwokozi wa milele, ninaomba Mfalme wa milele, uniwezeshe, unijaze nguvu na uweza wako viwe pamoja nami daima. Ninaomba Mwokozi wangu na Mungu wangu, ninaomba Baba wa milele uishi na kutawala. Ninaomba Baba, achiria Roho wako pate kutufunika na kunifunika. Mungu, endelea kuachiria Roho wako azidi kusema na maisha yetu sana, zaidi sana Bwana, ule uweza ulioweza kuruhusu ukainuka kwenye maisha ya watu wako Bwana, ninaomba uwe juu maisha yetu hata sasa. Mwokozi Mungu wa neema, Baba Mungu wa neema, Baba Mungu wa neema, Mwokozi mwema tena mwaminifu, ninaomba Mwokozi, ninaomba Mfalme, ninaomba Baba nijaze nguvu na uweza, naomba Baba nijaze uelewa, naomba Baba nijaze uelekeo, naomba Baba nijaze hekima, naomba Baba nijaze namna ambao Bwana uitaka izaliwe kwa mwanadamu, uitaka izaliwe juu ya maisha yangu, katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba Mwokozi wa neema na rehema, Baba uliye mwanzilishi wa safari ya maisha yangu, ninajua iko lamani yako maisha ambao Bwana alitaka kuniona nayo katika ulimwengu huu ambao nimeendelea kuwepo sana. Hata sasa umeendelea kuniamini kwa sababu uko wajibu ambao Bwana ulitamani kuniona nao katika uso wa dunia ulioniweka. Baba, ninaomba sasa sana majira kama haya, naomba Mwokozi kaguse na kaseme na moyo wangu na ufahamu wangu, nipate kujua sababu kuu ya mimi kuendelea kuwemo katika ulimwengu huu. Baba, endelea kusema nami. Baba, endelea kusema na kanisa lako. Baba, endelea kusema na watu wako. Baba, endelea kusema na kila mmoja mmoja. Mwokozi Mungu wa neema na rehema, ninaomba Baba huruma yako, naomba Baba uweza wako, naomba Baba nguvu zako viwe pamoja nasi daima. Naomba Baba achiria uweza na mamlaka yako zidi kuwa juu kila mmoja mmoja Bwana. Baba, ninaomba tusaidie Bwana, tusaidie Yesu. Ni kweli dunia Bwana inatuonyesha vingi. Dunia Bwana ina sauti nyingi, ina lugha nyingi, lakini Baba ninaomba nipe kuweza kusikia sauti yako. Maana Bwana, Daudi kuna nyakati aliwahi kuona fahari za dunia hii kuwa si kitu. Anasema wale wanataja magari na wale wanataja falasi, lakini mimi nitabaki nikilitaja jina lako Bwana. Nami Bwana vivyo hivyo nasema Baba, sitakuwa na uhitaji mwingine zaidi ya kutaka msaada wako, zaidi ya kutaka uweza wako. Maana umesema nyenyekeni chini ya mkono wangu ulio hodari, ili nipate kuwakweza kwa wakati wake. Nami nitabaki nikinyenyekea kwako, nami nitabaki nikinyenyekea kwako, nami nitabaki nikiusubiri wokovu wako, nami nitabaki nikiungoja ufalme wako, nami nitabaki nikiungoja uweza wako, nami nitabaki nikiungoja msaada wako. Mungu wa milele, Mungu mwema, Baba wa milele, ninaomba Mwokozi, ninaomba Mfalme, ikiweko namna yoyote Baba niliyoenenda kinyume, ninaomba kaseme na moyo wangu sana majira kama hayo
Baba, katika mfungo huu Baba, katika ibada hii Baba, katika maombi haya Baba, isiwe ni bure, bali sauti yako pekee ndiyo ikamue hatima ya maisha yangu. Bwana, ninaomba Mwokozi, nena nami hata sasa, nena nami hata sasa, nena nami hata sasa, maana ninakuhitaji wewe. Ninajua siwezi bila wewe, ninajua siwezi bila msaada wako. Ninaomba Yesu Kristo, ninaomba Mwokozi wangu, ninaomba Baba yangu. Ayubu aliwahi kusoma kitabu cha Ayubu, kuna maneno yanasema, mjue sana Mungu ili upate amani maishani mwako, na ndiko mema yatakapokujiria. Lakini nikisoma katika kitabu cha Mathayo 6:33 inasema, tutafute kwanza ufalme wako na haki yako, na ule uhitaji mwingine wote tunaohangaika nao ndipo tutazidishiwa sana. Lakini kuna nyakati unajaribu kutuonyesha juu ya kutabika kwetu, unajaribu kutuonyesha juu ya taabu zetu, ya kwamba angalieni ndege wa angani, hawapandi wala wavuni, lakini wanakula na kusaza. Je, nyinyi si zaidi ya hao? Lakini bado Bwana, maswali ni mengi, mashaka ni mengi juu ya maisha ya mwanadamu katika kizazi hiki. Ni kwa sababu tu tumekosa kuisikilizisha mioyo yetu sauti yako, tumekosa kuisikilizisha sauti yako mioyo yetu. Lakini Baba wa milele, ninaomba leo hii, naomba sana majira haya, nipe kuisikia sauti yako, nipe kuiona sauti yako, nipe kutazama uweza wako kama ulivyo Bwana. Ninaomba Mwokozi, sema sana na moyo wangu, sema sana na maisha yangu, sema nami Bwana. Na kuhitaji wewe, maana nimejua ulimwenguni sina kitu Baba. Hakuna wezaye kuyaonea huruma maisha yangu, hakuna wezaye kuona maisha yangu. Mwimba tenzi anasema, huruma hakuna wanaye. Ni kweli, Kristo Yesu, ni wewe tu unayeweza kuona huruma juu ya maisha mwanadamu. Maana wewe ulinijua, wewe ulitujua, wewe ungelitujua tungali tutumboni mwa mama zetu, tungali kwa kuumbwa, kabla kuumbwa misingi ya ulimwengu, wewe ulitujua. Hivyo Baba, napaswa kuisikilizisha mioyo yetu sauti yako, napaswa kutazama uso wako na uweza wako. Ninaomba Mwokozi wa milele, ninaomba Mungu wa milele, ninaomba Baba wa milele, ninaomba Mungu, nipe namna iliyo njema mbele zako, kwenenda kwangu, kutenda kwangu, kuamua kwangu Bwana, kuamuliwe katika wewe. Ni kweli Baba, sauti ya vitu vya maisha haya bado ni kali sana kwenye fahamu zetu, bado ni kali sana kwenye masikio yetu. Hofu na mashaka juu ya maisha haya, nitaishije, bado iko juu sana. Lakini Baba, naomba nifundishe kuisikiliza sauti yako, nifundishe kuisikilizisha sauti yako, hata katika hofu na mashaka mengi vinavyoinuka juu ya maisha yangu. Bado nibaki na tumaini moja tu, ya kwamba uko Mungu unayeamua juu ya maisha ya mtu. Na ndio maana maandiko yanasema, Bwana usipoulinda mji, yule akeshaye afanya kazi bure. Bwana usipojenga mji, yule ajengaye afanya kazi bure. Mungu usipohusika na maisha yangu, mimi najichosha bure. Mungu usiposema na maisha yangu, mimi nafanya kazi bure. Mungu usipoyajenga maisha yangu, mimi najitabisha bure. Nami Baba narejea kwako, nami Baba nakuita wewe, Yesu Kristu Mwokozi wa milele, Yesu Kristu uliye kao la milele, Yesu Kristu uliye kweli, Mungu uliye kweli. Baba, kama namna nimejikwaa, nimekosea Baba, bado nitabaki kwako nikitubia na kuomba unirehemu, unisamehe. Naomba Mwokozi, ikiweko namna yoyote ambao mimi nimenenda sana, nimepuyanga sana kinyume na utaratibu, kinyume na mapenzi yako, sauti hii na maombi haya Bwana, imo dua ndani yangu yako maombi
iko shauku ya mimi kutoendelea kuwa kwazo mbele zako na mbele za watu wako, ya mimi kuifunua picha yako na kusudi lako. Baba, ninaomba niwezeshe, nisaidie, nitie nguvu, nijaze. Mungu wa milele, Baba uwezaye kuokoa, Mungu uwezaye kubadili akili, ufahamu wa mtu, Baba uliye mwanzilishi wa safari ya maisha ya mwanadamu, ninakuita sana majira kama haya. Mungu, ninaomba useme na maisha yangu. Baba, naomba useme na roho yangu. Baba, naomba useme na hatua zangu. Sema nami Bwana, sema nami Yesu, sema nami Mfalme, sema nami Mwokozi, sema nami Kristo, Mungu uliye tumaini letu, Mungu uliye msaada wetu. Ninaomba Baba, ninaomba Yesu, ninaomba Mwokozi, naomba Masia, naomba Baba, ninaomba Yesu Mwokozi, Mungu wa neema. Ninakushukuru kwa ajili ya yote. Nakushukuru kwa ajili ya kipande cha uzima ambao umeuachilia kwenye maisha yangu, umeachilia kwenye familia yangu, umeachilia kwa maisha yangu yote. Mungu, pamoja na magumu, pamoja na mazila, pamoja na namna zote, bado siachi kukushukuru kwa sababu Baba, kile ulichokiachilia kwangu ni kikubwa kuliko chochote cha maisha haya. Baba, ni kweli ziko namna nyingi, ziko sauti nyingi, ziko sura nyingi ambazo huonekana kwenye maisha yangu, ziko sauti nyingi ambazo inuka kwenye masikio yangu na kunitazamisha kwamba ona fahari zile, ona fahari ya mwanadamu, ona la ya kuishi. Lakini ukweli kabisa Bwana, ndani ya hayo yote hakuna ukweli juu ya sauti ninazozisikia, maana ninajua fahari ya mwanadamu ni yeye kuwa salama. Na ndio maana maandiko yako yanasema, yafaa nini ukaupata ulimwengu wote, ukapata hasara nafsi yako? Ni kweli wanadamu uamini kwenye mali, uamini kwenye vitu. Kweli harakati zote za mwanadamu ni kutamani kumiliki mali, ni kutamani kumiliki vitu vya maisha haya. Ni kweli si dhambi kuwa na vitu hivyo, lakini ukweli ni kwamba hakuna fahari yoyote. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba uzima wa mtu haumo katika wingi wa mali alizojilimbikia, wa mali alizonazo. Maana fahari ya mtu ipo katika kweli yako, ipo katika wewe Mungu uliye mwanzilishi wa safari ya maisha ya mwanadamu. Fahari ya mwanadamu kuishi ni yeye kuishi maisha yaliyonyoka, ni yeye kuishi maisha yasiyo na makando kando, ni yeye kuishi katika namna iliyo njema, ni yeye kuishi katika namna ikupendezayo wewe. Na hiyo namna si nyingine, ni ile Bwana ya kunyenyekea chini ya mkono wako na kutenda kila limpasalo kulitenda sawa sawa na mapenzi yako Bwana, na kutofanya kila siyopenda kufanyiwa, na kutotenda lile siyopenda kutendewa, na kufanya yale yote ambayo yeye mwenyewe anaona mema machoni pake. Na hivyo Bwana, ndivyo Bwana aweza kwenende na kutenda mwanadamu. Basi Bwana, kwa kuwa na hayo yote, ndiko fahari ya mwanadamu uzirika sana na kuonekana sana kwenye maisha ya mtu awaye yeyote. Bwana Mwokozi, Mungu wa neema, Baba wa neema na rehema, Mungu Mwokozi wa neema, ninaomba Mfalme, ninaomba Mungu uliye hai, ninaomba Yesu uliye hai, ninaomba Mwokozi uliye hai, ninaomba Mungu uliye hai, ninaomba Mungu uishi na kutawala. Naomba Bwana unijaze tena nguvu na uweza wako. Naomba Mwokozi endelea kulinda na kuwabariki watumishi wako wote duniani kote, ambao Bwana anaifanya kazi yako usiku na mchana Bwana, wakitakia mema na kuiombea dunia na kuifanya dunia ishiwe mahala pa machukizo, na kurejesha amani iliyopotea katika dunia, ikarejee kwa sura na kwa namna ambao Mungu ungetamani ionekane kwa kila mmoja mmoja. Ninaomba Baba, endelea kuachilia mafuta yako juu ya watu wako wanaoifanya kazi yako usiku na mchana, wanaowatakia mema kila mmoja mmoja. Ninaomba Bwana, endelea kusema
kusema nao, endelea kuwabariki, endelea kuwatia nguvu katika utumishi wao, katika kazi wanaoifanya. Lakini sana Bwana, endelea kusema na ile mioyo ambayo Bwana imevunjika, haioni tena tumaini, ilitamani kukwendea, ilitamani kusimama na wewe, lakini ilipochungulia na kuona kuna tisha kwa namna ambavyo ulimwengu na tisha sasa, wakaamua kurudi nyuma na kuendelea na maisha ya kawaida. Lakini bado ile sauti yako haijaondoka ndani yao, inaendelea bado kuwauliza maswali ya kwamba nini maisha yenu? Je, mtaendelea hivyo hata lini? Baba, ninaomba nenda kaseme nao, kaonyeshe njia iwapasayo kuenenda nayo, kaonyeshe utaratibu wapasao kuendelea nao. Mungu, bado wako wale Mwokozi wamegeuka na kuacha njia zako njema. Naomba Mwokozi, naomba Mfalme, naomba Mungu, achiria nguvu na uweza wako Baba, ukapate kusema ile sauti yako ya huruma iliyonihurumia mimi, hata ukanitoa toka kule nilikokuwa, hata nikaja kuwa walao kwa picha namna hii. Ni kweli sijavuka, ndio, lakini Baba, bado naendelea kukutukuza hata kwa toa ndogo hii nilio nayo. Ni kwa msaada wako, ni kwa huruma yako. Ninaomba Baba, sema na mama yule pia, sema na mtu mwingine yule pia, aone sababu, aone tu iko sababu ya yeye kukulejea, iko sababu ya wewe kutembea naye, wewe kusema na maisha yake, wewe kuyaongoza maisha yake. Mwokozi, Mungu wa neema na rehema, ninakusihi, ninakuomba Baba wa milele, Mungu ushie na kutawala. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya uweza wako. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Asante kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa ajili ya maombi haya. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante Bwana kwa ajili ya kila kilichoendelea katika sana majira kama haya. Lakini sana Bwana, inaomba endelea kusema na watu wako, kusema na kanisa lako. Endelea Baba kumuongoza baba yetu Mbarikiwa Mwakipesile katika hekima yako yote. Mungu, tunajua ya kwamba yule leo ni mwanadamu ambaye alizaliwa na mama na baba kama tulivyozaliwa sisi wengine wote. Iko namna ya mwili ni kabisa kibinadamu, huwa inaweza ikainuka kwenye mwili wake. Lakini sana Bwana, ninachokiangalia ni nia iliyoibeba na kusudi na moyo wake. Ulitaka nini kizaliwe kwenye maisha ya mwanadamu? Ninaomba Baba, ile nia njema, lile kusudi jema ambalo Baba umelipanda ndani yake, lichoche sana lizidi kuonekana na kudhihirika kwenye ulimwengu na kwenye dunia kwa ujumla. Naomba Mungu, endelea kufunua kile ambacho Bwana ulikikusudia kionekane kwenye maisha yake, ulikikusudia kionekane kwa uhubiri wake, kwa huduma yake, kwa namna yake ya kufanya ibada. Mungu, naomba onyesha na kufunua sana picha hiyo. Ninajua ni mjoli wako, ninajua ni mtumishi wako ambaye Bwana amekuwa mchango mkubwa wa sisi wengine kuweko hata kwenye hatua hii ndogo tulionayo. Bado sisi tunajivunia yeye kwa sababu ni hatua yetu kwa kipande kikubwa. Hatuwezi tukaacha kukufurahia Mungu tusipolitaja jina lake yule mtu, kwa maana ziko nyakati tulikuwa hatuoni pa kupita, ziko nyakati ambazo tulikata tamaa, ziko nyakati ambazo tulijikatia tamaa, lakini kwa kusikia maneno yake, mafundisho yake na namna yake, nguvu aliyotumia kutufundisha na kutuelekeza nini maana ya kuabudu kwetu, nini maana ya ibada zetu, nini nia ya sisi kuwepo kwetu duniani, ndiko tulikoanza kutembea kwa taratibu, hata tukaja kutokeza kwa hatua hizi ambazo leo hii tunaendelea nazo. Hatusemi tumevuka wala tusemi ni hatua kubwa, lakini hata kwa hiki kidogo bado Mungu tunakushukuru. Bado tunaamini kwamba hatua kubwa inaanzia kwenye udogo. Hivyo Baba, kwenye hatua hii tulionayo, hata kama ni ndogo, lakini bado jua ni mwanzo wa kwenda kwenye hatua kubwa zaidi ya hii. Hivyo tunaomba Mungu Mwokozi, Mungu wa milele, Baba uishie na kutawala. Ninaomba nguvu na uweza wako, uwepo wako wa milele
Mungu uwe pamoja nasi daima. Mwokozi, ninaomba endelea kuwalinda na kuwabariki watumishi wako wote wa Kikosi Kazi cha Injili duniani kote, ambao wanaifanya kazi yako usiku na mchana. Tunajua namna kuendesha ibada zetu ilivyo ni jukumu kubwa kwa mtu anayekuwa ana kibali cha kusimamia kundi fulani. Baba, tunajua wanapita kwenye nyakati ngumu, wanapita kwenye nyakati nyingi ambazo zina maswali mengi juu yao, maana mzigo mkubwa kwa sehemu kubwa unabebwa na viongozi wa matawi. Hivyo Baba, ninajua tabu yao, nafahamu namna wanavyoenyeka kutafuta namna ya kuliimarisha kanisa lako. Lakini Mungu mwenye huruma, Mungu wa neema, ninaomba endelea kuwakumbuka watumishi hao. Endelea kuwajaza nguvu na mamlaka yako. Endelea kuwatia nguvu katika utumishi wao. Lakini sana Bwana, endelea kuongoza hata watumishi mbalimbali na washirika wote duniani kote wa Kikosi Kazi cha Injili. Baba, tusielewe kile tunachotaka kuelewa, bali tuelewe kile ulichotaka tuelewe. Tuelewe ile nia yako kweli. Baba, naomba endelea kufafanua zaidi ya vile tunavyoelewa. Endelea kusema na zaidi ya vile ambayo Bwana tunazidi kujifunza na kuelewa. Ni kweli huko wakati tunafundisha, lakini tunatafsiri kwa namna za kimwili au kwa namna zetu wenyewe, wala sio kwa Roho wako. Lakini Baba, yule Roho msaidizi uliachiria ndani yetu, naomba awe mwalimu mwema na kutufafanulia, maana tusipoelewa tupate kuelewa sawa sawa na mapenzi yako. Ile nia yako Kristo ya kweli izidi kuzaliwa kwenye maisha yetu, izidi kuzaliwa na katika maendeleo ya ibada zetu. Naomba Mwokozi wa neema na rehema, Mungu uishie na kutawala Bwana. Ninaomba uweza na nguvu zako, naomba uwepo wako, naomba utukufu wako, naomba neema yako iwe pamoja nasi. Yesu Kristo Mwokozi wa neema na rehema, Baba uishie na kutawala. Ninaomba Baba, tukumbushe wajibu wetu kwa kizazi hiki, kwa ulimwengu huu tulionao sasa. Mungu, tupe kuenenda sawa sawa, tupe kutenda sawa sawa, tupe kufikiri sawa sawa, tupe kuamua sawa sawa. Uwepo wako, uweza wako uwe pamoja nasi sasa na hata milele. Mungu wa milele, ninakushukuru. Nasema asante kwa uweza na nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru Bwana. Amen. Mwokozi, Mungu wetu, Baba yetu, asante kwa ajili ya yote. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa neema yako. Asante Mungu. Asante Bwana. Mungu, endelea kutulinda na kutuongoza katika njia zetu, katika maisha yetu. Neema yako Kristo zidi kuwa pamoja nasi kwa njia ya Kristo. Naomba na kushukuru Bwana. Amen. 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 Asante Yesu. Ndiyo Bwana. Ndiyo Yesu. Ndiyo Baba. Ndiyo. Ombi langu kwako. Ombi langu kwako. Peke yangu mimi sitaweza. Ombi langu kwako Bwana. Uhitaji wangu kwako Bwana. Peke yangu sitaweza. Peke yangu sitaweza. Hivyo ninaomba ule uwepo wako Bwana uwe pamoja nami daima. Mwokozi Yesu, nanijua namaanisha kwako. Sifanyi maigizo. Sina maigizo kwako, ninamaanisha. Hata niigize ili kiwe nini? Hata nifanye maigizo ili kizaliwe nini? Ili nizalishe nini? Ili nini kiongezeke katika maigizo haya? Hapana. Huko uhitaji. Riko hitaji kwako. Iko namna. Bo Mungu, ninaamini ulitamani izaliwe kwangu.
Hiyo ndio ninayoichochea kwangu iwe. Hiyo ndio ninayoitaka kwenye maisha yangu izaliwe. Ndio. Hiyo tu Bwana ndio ninayohitaji. Ndio Yesu, ndio ninayoitaka kwenye maisha yangu. Hiyo tu, hiyo ndio ninaotaka izaliwe. Ndio nataka kizaliwe. Nataka zaliwe mtu atakayesimama kwa ujasiri wote na kunena habari zako na kusema habari yako na kusema habari zako kwa ujasiri. Atakayekuwa na namna iliyo njema, iliyo nyepesi ya kuonyesha uelekeo wa wanadamu tupite wapi, ya kuelekeza wapi njia. Ndio mimi nakusudia kuwa huyo. Ndio mimi nakusudia kuwa huyo, kuwa na mwelekeo, kutoa mwelekeo. Dunia ipite wapi, dunia ielekee wapi. Ndio nahitaji azaliwe mtu huyo ndani yangu. Lakini yote haya Bwana ni katika utukufu wa jina lako, ni katika uweza wako, ni katika nguvu zako. Waimbaji waliimba wakasema, ombi langu kwako Bwana, peke yangu sitaweza, bali uwepo wako Bwana uwe nasi, uwe nami. Nami vivyo hivyo, kwa kunukuu maneno hayo, ninaomba uwepo wako usiniache. Mungu, nafahamu kuomba na kuwasilisha maombi, dua kwa shule na picha namna hii ni jambo moja, lakini kwenda kutokeza ile picha ya hiki ninachokiomba jambo jingine pia. Lakini yote kwa yote Bwana, kwa unyenyekevu mwingi ninaomba. Mimi ninafahamu na ninaamini kuweza kwa mwanadamu ni wewe Mungu kumwezesha huyo mtu aweze kwa sura na kwa picha ya namna hiyo anaweza kufanya. Ni kweli nimejikagua kwa mizani ya maisha ya kawaida na kujiona bado mimi sijafika kwenye vile viwango ambavyo litaka mwanadamu awe. Lakini Mwokozi, Mungu wa milele, uliye mwanzilishi wa safari ya maisha ya mwanadamu, Baba, ukiona vyema, ikikupendeza, kwa mapenzi yako, azaliwe mtu ndani yangu atakayeweza kuifunua picha na kusudi lako. Najua inawezekana sana. Najua inawezekana sana. Maana yote yanawezekana chini ya mkono wako. Yote yanawezekana kwa msaada wako. Yote yanawezekana. Ndio. Ndio. Nitapita wapi mimi sijui. Nitaanzia wapi mimi sijui. Ndio. Nalojua ni jambo moja tu, ya mimi kubaki nikiendelea kunyenyekea kwako na kutaja jina lako na kuita msaada wako na uweza wako, na mimi kutokeza katika hali na namna ya kile ambacho Mungu nakiomba daima siku zote. Naomba
mtu huyo azaliwe ndani yangu. Nawezekana Bwana, nawezekana sana, nawezekana, ndiyo inawezekana, nawezekana, inawezekana, nawezekana, 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 inawezekana. Mungu ni kweli, maswali kwa mwanadamu juu ya maisha yake bado ni mengi. Maswali hayo haibuki nje ya mimi. Bado hata mimi maswali hayo ni mengi. Lakini nakuja kwako Bwana, uliye mwenye majibu ya maswali yote juu ya maisha ya mwanadamu. Fungua njia. Fungua macho yangu. Fungua ufahamu wangu. Nipate kukuona kwa namna vile ambavyo ulivyo. Nipate kukujua kwa namna vile ambavyo ulivyo. Mungu, naomba ongoza ufahamu, akili, maisha. Ongoza, nisaidie, nitie nguvu, niwezeshe. Asante kwa yote haya Mungu. Kosi Bwana, nakushukuru. Ninakushukuru Bwana. Asante Yesu. Kwa njia ya Kristo Yesu naomba na kushukuru. Amen.